What's up, my good people? This is your guy, Jose. Ama ukipenda unaweza niita Manyanya. Hiyo si jina yangu. Ukipenda sana unaweza niita Kawanjiru. Well, this is another video, another week. And by the way, hii video tuna shoot Boyfriend's Day. But of course, before we embark on that, I'm not alone on set. I'm here with Susanetta the beautiful. Anyway, hi guys, what's up everybody? Yeah, my name is Maureen. You can call me Niram. Yeah, and welcome to our show. Yeah, that's it. But before we continue, before we get in the topic of the day, let's get into the intro. Welcome back. Well, by the way, tulikuwa tumeanza na ile nini yetu ya meme time. Yeah. You always know that before every video ianze tunaanza na memes. And today our one and only Niram mwenyewe ndo anatuanzia. Yeah, niko na memes kadhaa hapa. So ya kwanza ni we are outside but sio sherehe. Nimepoteza funguo za nyumba. What? Nishapoteza funguo so niko nje. So si kila mtu ako nje ako na nini anaenda sherehe? Si kila mtu ako nje by the way anaenda sherehe. Ukiona tu mtu ameandika hapo status sijui we are outside. We are out. Jua. Funguo tumepoteza. Wengine ni funguo tumepoteza. So tunatafuta place ya kulala. Tunatafuta place ya kulala. So nisifikirie huko ndio. Yeah, usionange tu we are outside nadhani kila mtu ako sherehe. Natoa pressure na watu wa nini? Na watu wamepoteza funguo. Oh Jesus, that is crazy. Okay. Niko na ingine hapa ati alafu sifurahi venye mnaona prompt ya kuweka M-Pesa pin. Alafu mnalenga. Mnataka nikufe njaa. Ndako ka trend kametokea. Hata mimi nilipatana naye. Mimi nishaipata nikiwa ilikuwa last year. Well, hiyo time sikuwa nimejua sana design. So mimi nilikuwa nimezoea tu prompt ya zile unaenda kwa kulipa public toilet unaitishwa na mara kuingia na ya wifi. Yeah, wifi ya. So mimi nashangaa unani nikafikiria ni mtu amekosea wifi. Ana. So uniweka asikuweka ni cancel. Kumbe ilikuwa ni trick ya kuiba. Ya kuiba ina pop hivi na shanga. Haikuwa ninanunua wifi na niko already na wifi. Well, nikashangaa sana. Though nishaitumia hiyo trick kwa mamangu. Well, sikuwa na pesa ya kulipia wifi. So nikaweka ka prompt. Na kaeka. Well, hakuweka but nikampigia simu nikamwambia aeke. Aeke hiyo pin wewe unafanya watu watu. So ingine hapa hii ni very important kwanza. Hii hata ni on a serious note. Kucut off rafiki yako juu hajaregister pale kwa IEBC as a voter is a valid reason. Mahali umetoa hiyo shit muende nini? Nirudi hapo. Mwambie. Yeah. Tunawa cut off nyinyi wote. Unaje kura? Hata wewe fan wetu kama una kura watu waende wa register as voters. Yeah, deadline is 28 October. Yeah, so you have an entire month. Yeah, we have a whole month. So si mambo ati ikifika 26 ndio unaanza kulipa. Ndio unaanza kukimbia. Kumbuka yote ndio system zitaambiwa. Systems zimeanza kufanya nini? So make sure unaenda as early as right now. Na by the way tunajua tu hizi systems za hii gava yetu ni za fala za udu. Kwanza ujue wanaona watu wengi wana nini. So watafanya mambo zao. So make sure you register. Hiyo ndo watatumia kari. You know we have a very ni watu ni wengi so systems zina fail. Na hii time unapatanga hata hawataongeza deadline. Hawataongeza exactly. So usingoje ati deadline inakimbia. Unajua ni ya Kenya. Ya Kenya. So ngoja tu last minute. So ngoja uone hiyo wiki ya 28 ikikaribia. Systems zina sisi wote
Kimbia as early as right now. When ni Gen Z na bado una kura, kuna mchezo. When unataka the change in the society and you don't want to start with it. Yeah. Change begins with you. Go take that voters card and tunaanza 2027 tunachaguana. Kwanza mimi nasimama MP. Tutakusupport. Mkini support walai. Utafika huko. Tutaenda far. So leo nataka tukue na brainstorm kidogo. Yeah. So unajua mimi wewe kama fan wangu I want to keep you in the on the what? On the whatever, on the sawa. Hiyo sasa. I know you've got it. Yeah. So unajua vitu zingine si lazima ukimbilie Google, si lazima ukimbie sijui usile ufanye. Yeah. Apparently saa hizi unaweza jua kama mtu ni wako bila kupima DNA. Oh my god, how? Simply by just knowing your blood group. Imagine, I know mtu kama mimi sijui blood group yangu, unajua yako. I don't unajua. I don't know. Ujui. Sijui blood group yangu, but as soon as you know, I mean, ukijua nini blood group yako na your partner, unaweza jua kama unagongewa ama uko safe. Exactly, mambo ya kutumia sijui 50,000 kwenda DNA. Oh, ni ukweli. So wacha nisome mbio juu ya time. So kama baba na mama wako na blood group O. Yeah. O. Wote wawili. Yeah, wote wawili. Yeah. So mtu huyo anafaa tokee na blood group A ama B ama AB. Yani blood group A, B. Na so rhesus factor hapo hai apply. Mambo na rhesus hai apply hapa. So ni ile yenye tulikuwa tunaambiwa sijui antibody ama ndo antigen A na B whatever. So wenye hawana O si kumaanisha hawana. So watu wengi wanafaa kuwe na either A, B ama AB. Alafu sasa baba akiwa na O na mama ako na B. Mtu yeye anafaa kuwa na B ama AB. Baba akiwa na O, mama ako na B. Mtu yeye anafaa kuwa na A ama AB. So akiwa na O. Akiwa na O. Umegongea. Kumaanisha mama, I mean sasa utajua generally like utajua. Oh, baba ndo atajua amegongea, mama ndo atajua. Mama ndo atajua amegongea na ni impossible. Yeah. So it's the other way around, like mama akiwa na O, baba ako na A. So mtu yeye afai kuwa na O. So hiyo ndo utajua baba akiwa na O. So baba akiwa na O, mama ako na AB, mtu yeye anafaa kuwa na O, yani hana hiyo antigen ama ndo antibody ama ako na AB. Blood group AB. Najua ni confusing but tutaweka hiyo kitu kwa screen waone. Plus sasa hizo zingine mtaona kwa wataona. So basically kama mtu hii kama nini mko na unajua blood group yako na partner wako unaweza jua kama unagonjeka. Na hiyo watu wakijua hiyo mambo ya kulipia 50,000 kulipa DNA. Hizo ni vitu zimepita na wakati. Anyway, let's get to the topic. Yeah. Topic of the day. Yeah, so apparently tunaenda mbio. Apparently vitu zimechange. Yeah. Nasemanga tu hivyo. Unajua hizo vitu zilikuwa zina happen hizo enzi. Na pia venye watu walikuwa na deal na vitu hizo enzi ni different. Yeah. Kama maharusi zimechange. How you're dealing with issues. Yeah. Exactly. Alafu sasa kuna kuchange, kuna vile sasa sisi tunaona na kuna vile sisi tuna handle hizo vitu. Yani venye Gen Z wana handle vitu. Hizo vitu. Ukienda yani Gen X akiona anashangaa. Unajua hata kitu kingine inaudhi morini. Ni msi anasema sijui enzi zetu we used to do this. I feel like watu wa kitambo wanadhani venye wao walikuwa wanafanya vitu it was right kabisa. So si tukifanya vitu tofauti. Okay, Gen Z wakifanya vitu tofauti na wao they are wrong. Wanasahau we are living in very different times. Exactly. It is the 21st century. By the way, ulikuwa uko 18th century. 19 something. Si 19, zinaitwaje? 70. Ni 19. Hata tuanze tu 19. Yeah, ma 19. Hata 18s. Kuna watu wamezaliwa 18. My great grandmother is alive. Yeah. Thanks to God. So like
Vitu zenye alikuwa na deal nazo hizo time ni very different. Unajua kama saizi kama umeattend alikuwa ananiambia, in fact tulikuwa tunaongea na yeye. Ndio alikuwa ananiambia hizo enzi zao maharusi mnanunuliana tu vitu mavikombe. So unaenda kutoa gifts zako za nini unapata tu mavisu. Uko na vikombe za pink, za yellow, za indigo na purple. So alikuwa ananiambia wenyewe. Wenye ilikuwa harusi ya mtu fulani. Anajua. So si yeye akaenda kununua vikombe. Plus making matters was amenunua vikombe za chuma. Hizi za chuma. Ikianguka inaanguka. Hizo ndio mnaambiwa msiangushe. Tukiamsha lakini Kikuyu isiposharika. Inatoka hiyo rangi. So annoying. Plus unajua kikombe chuma ni mbaya like hadi na kuchoma ukiwekewa kitu moto. Inaweza kukata. But nasikianga ni nzuri juu si kama plano. Plastic ina melting fulani unaona bado si mzuri kwa nini. So tumedeviate kidogo. So amenunua machupa ama vikombe. And one of her daughter anamuuliza, hizi ni vitu gani unapelekea bwana na bibi harusi? Kwa harusi. Hebu chana nazo like they had to buy a very different. Tunaendanga kwake ndo ananiambia hizi vikombe ni zenye niliambiwa nipelekee harusi fulani na I'm like So wewe unaweza ungeletea vikombe harusi yako utafeel aje hizo? In as much as tuna appreciate Gen X niletee tu pesa. No, like we should preserve our nini. No, preserve our culture. Shida ni unilete ni ujue kuna watu watateka advantage ya kuleta hizo vikombe. Uniletee za pink, kuna mtu alikuja na za yellow, mwingine white. So niko na vikombe tofauti mingi. Zingekuwa same color ungepata. Like hizo vikombe mimi nikiweza letewa viko tu sawa pia. Hazina shida. Shida ni kila mtu alete vikombe. Unajua kitu kingine anaoni nini Mori? Mtu ameweka nini? Thermos kwa nini? Kwa kibox kikuu. So unafungua so you are expecting a very good thing. Hata ikishafika kwa nyumba ishapasuka. Really? Unaenda kumwaga gift. Visu uko na visu 50 kwa nyumba utapeleka wapi 50? So unaanza biashara. Simple. Hizo biashara uende biashara ya visu. Kwanza sasa hiyo biashara itakuwa fani juu unauza visu tofauti. Unajua kila kisu haifanani. Maybe utapata tatu ndo zinafanana. Moja haifanani na so unaenda unazimwaga hapa hata watu wanashangaa. Unajua nilisikia mtu mwingine akisema yeye anataka title deed. Wazazi walete. Hiyo ina make sense. Ama funguo za gari ama za nyumba. Like mbona uletee mtu visu? Like si hata mchanganya. Lakini sasa we are preserving our culture. Niliona nilisikia hata watu wanapeana inaitwa vitanda. So unapakiwa kitanda, unaletewa kitanda nini? Ya kwanza maisha. Alafu bado kuna hii trick nyingine ya wanaitwa cake matrons. Akisijui tuonyeshe mwenye utakuwa unapikia. Really? I feel hiyo part ni entertaining. Unajua it's for entertainment purpose. It's entertaining but unaangalia hata ni bibi harusi anachoka. Like what the hell? Like wow, iko sawa. Personally iko sawa. But they are overdoing it. Alafu wanaifanya na venye watu wa kitambo walifanya. Sasa tuko another generation. Hiyo yenye iko na bamba haiwezi tubamba sasa. Nisikia tena marriage na bamba mafala. Wewe ni fala ama wewe si fala? Mimi unajua bado sija test mambo. But naona nikikuwa fala. Hata mimi naona nikiwa mafala. Mafala joining you so soon. But the time is right to join. Make it happen. Anyway, despite harusi kunini kukua bado by the way niliona bado tuna respect cultures. Personally ama Kikuyu na niliona kwa harusi watu wanapeana uteo ama litaro na jiko sijui na mwiko. So unaambiwa leta hii chondo. Hebu tuonyeshe venye utakuwa unabebea sijui bwanako vitu kutoka soko. Na uko na mbochi. But inaleta some what do you call it? Authenticity na some cultural taste. So inaiaga kwa kweli. Walikuwa na argue, sijui kama ulikuwa kwa hiyo argument, venye ati mbona tukicelebrate cultures
tuna celebrate hizo cultures za kitambo. Like don't we like the Gen Zs have the culture, our own culture. Like ati mbona unavaa hizo nguo za hizo enzi badala uvae hizo nguo zenye unavaa hiyo tennis skirt na hiyo unajua siku hizi niliona zinafungwa bandana hapa utembee tu nayo cause that is your culture, si ndio? Yeah, I think people don't want to forget kwenye pia wametoka. Mbona hujatoka huko ndio? No, like kusahau si kwenye tumetoka basi but kwenye watu. Yeah, wetu wametoka. I don't get. Yeah, unajua hatutaki kusahau hiyo pia but hatufai kufocus sana na huko tuko na our own culture. So niulize. So sisi tuna celebrate culture ya our forefathers, foremothers. Do you think our agent alpha ama watu wetu watakuwa na celebrate culture yetu ama ni yao? Yeah. So kind of somehow culture yetu itasahaulika. Inaweza sahaulika. So well, when you make your point, it's valid. Yeah, it's valid. Yeah, it's very valid. So, but we will balance. So time ikifika tutajua vile tutadili na hiyo situation. You know, hata tunaweza celebrate hiyo culture yetu. Hizo enzi wakisahau yetu. Wakisahau yetu sasa pia sisi tumeenda. Yeah, sisi hatuna. Kwa shosho hivi but inakuwa bad. Tunakuja na crop top. But do you feel like tukiendelea hivi tukizeeka, unajua nasikianga nilikuwa nasikia mama akisema hizo vitu tunafanyanga pia sisi tunafanya. You know? Place imefika, I don't feel sisi tutaziacha. Yeah, so ndo nauliza like venye watu wasichana wanavaa crop top. Sasa tutakuanga na shefu wanavaa crop top. Exactly. Ama wataenda kuvaa zile vitu zao mzee. Sidhani. Unaimagine jenzi yake amevaa hizo nguo mzee. Hizo zenye wanavaa for fun tu. By the way, unaona my mom, naonanga picha zake za in her prime. Like akona hizo belly bottom. Hizo time zilikuwa nguo fupi. Walikuwa wanavaa dresses refu. Ziko na slit side zote mbili. Unacheki sangu iko na slit side zote. Anavaa na trouser ndani. Anavaa na trouser. Iko tu hivyo. Alafu ni see through. Like unaona hivyo ndani like that. Don't like iko na kakichungi kadogo. Yeah, iko na kakichungi ndani. So like na hazivangi saizi clearly because mimi sijaimwona na hizo skills. I think waliambiwa ni venye pia wao wamelelewa. Wao walilelewa ikifika age fulani you're supposed to be different from you are another person, so behave always behave watoto, but sasa sisi unauliza sasa sisi hatuwezi like sidhani mimi naona kama venye personally mimi nimefunzwa sifai kuacha kuwa mimi juu nimeingia stage. Yeah, I feel like how wazazi wenye jua wazazi wetu ni millennials wengi. Yeah. You say it when well. Cause kama when first born, mimi first born. Huyo ni mzazi millennial. Yeah. So I feel like wanataka kulea children differently. Like embrace yourself. Yeah. Embrace who you are. Don't forget who you are just because you're a mother. Please your grandparents. Hata time place imefika. Hata tunakaa to family. Yeah, exactly. Ukisumbua unakatiwa off. Unashangaa huyu mbona apigangi simu kumbe ulishanichokesha. Na hakuna kitu utafanya. And that is a good message to our those judging parents. Just let us embrace who we are. Yeah. And you know, you never know. Hii culture yetu ndio tunakulia stuff. Yeah. So don't stop judging. Na ukisikia ushapewa silent treatment, you're not children. Ebu angalia nyuma uone ni wapi umeniingia. Let them be, let us be. Let us be. Exactly. Well, thank you very much. I think it has been a nice session. It has been a nice session. Yeah, pia wanaweza tuambia vitu zilizobadilika. Yeah, in the meantime, thank you very much for having us today. Kitu na kukumbushanga every single day. Don't forget to support us. Umetusupport ya kutosha, like, comment, share, subscribe, tell a friend to tell a friend. Yeah. Kama aje. Nivo. Anything for the audience? We love you so much. Very and much. Thank you for supporting our content and watching it. And by the way, it has been a good shot. Yeah. A good video. Adios. Bye.